Shalom, shalom ndugu wapendwa katika Kristo. Namshukuru tena Mwenyezi Mungu kwa kunipatia tena siku ya leo, lakini pia kukupatia pia na wewe ambaye utakayesikiliza maneno haya au kuitazama video hii. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ni neema yake na rehema zake kuona tuko hai, wenye pumzi ya uhai na wenye afya njema. Haleluya, ni neema yake tu na rehema zake, sio kwa akili zetu au uweza wetu. Na siku ya leo kichwa cha neno letu kinasema kwamba mwanadamu si kitu bila Mungu. Mwanadamu si kitu bila Mungu. Sisi tunatokana tu na Mungu. Source yetu sisi ni Mungu, muumbaji wetu sisi ni Mungu. Tutaangalia hapa kwa Biblia takatifu kitabu hiki cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wake wa 7. Gisi inasema, tunasoma kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Amen. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Biblia hapa inatuambia kuwa Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Saa Mungu alimfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, ilikuwa tu hapo kama vile stati tunaonaka pale zenye watu wanatengenezaka. Ilikuwa tu hapo ni kama udongo Mungu ashautengeneza, lakini Adamu hakuweza kusimama, hakuweza kuongea, hakuwa na fahamu, hakuwa na chochote kile kenye alikuwa anajitambua kwacho, kwa sababu alikuwa hajapata pumzi ya uhai, kwa sababu sasa alikuwa hajasaidiwa kuishi. Mwenye anatusaidia sisi kuishi ni Kristo, ni Mungu mwenye alimuumba mwanadamu, ambaye alituumba sisi. Na ndio kwa maana mtu anapoondolewa pumzi, huu mwili unalala, huu mwili unaoza na kuharibika. Na ndio kwa maana alisema mavumbini mlitoka, mavumbini mtarudi. Kwa sababu bila ile pumzi ya Mungu wewe si kitu. Na hapa Biblia inasema kuwa alipompulizia ile pumzi, mwanadamu akawa nafsi iliyo hai. Na ndio kwa maana mwanadamu, nafsi inapotoka ndani yake, mwili unakufa. Na nafsi inatokana na pumzi ya Mungu. Nafsi yako Mungu ataidai kwako. Nafsi yako Mungu ataidai kwa huu mwili unaouvaa. Mwili wako unaubeba, mwili yako inabeba hai nafsi yako ndani yako. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Matendo ya mwili yatasababisha nafsi yako kuhukumiwa, lakini pia nafsi yako ikiwa chafu itahukumiwa na itatengwa mbali na uso wa Mungu. Ni Mungu ndiye atasaidia nafsi yako kuishi, na ili usaidike inapaswa ukuwe ndani ya Kristo. Unapaswa umwamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kama hujawahi kuokoka, umpokee Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ili nafsi yako iuishwe. Unapoishi ndani ya dhambi, nafsi yako inakufa, kwa sababu hili neno ndio linatusaidia sasa kuishi. Biblia inasema kwamba hatutaishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha Mungu. Na hili neno sana sana ni kwa ajili ya nafsi yako. Kuishi mapenzi ya Mungu, kuitii sauti ya Mungu, inasaidia nafsi yako kuishi. Kufunga kifungo, yani unaacha kula, unakaa ukiomba na kusali, inasaidia nafsi yako kuwa na nguvu zaidi na kuwa active katika ulimwengu wa roho. Lakini unapoishi maisha ya dhambi, nafsi yako inakufa. Kama hujampokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, nafsi yako inakufa. Nafsi yako haina uhai, na Mungu ataidai nafsi yako. Mungu atadai nafsi yako. Wewe ambaye unatenda dhambi, Mungu atadai nafsi yako. Mwili wako uliutumia kuichafua nafsi yako. Macho yako yaliangalia vitu vibaya, mwenendo wako ni mbaya, nafsi yako inakufa. Masikio yako yalisikia neno la Mungu, lakini ukakatala kutubu dhambi zako, na ulimi wako, nafsi yako ukaiua. Mungu atadai nafsi yako mikononi mwako. Haleluya. Na usipokuwa ndani ya Kristo, nafsi yako wewe inakufa. Ni heri na ni vyema kumpokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ili upate kuishi, kwa sababu siku mwili wako utakufa, nafsi yako haitakufa, haitapotea tu inaenda hivi. Nafsi yako itasimama mbele ya kiti cha hukumu cha enzi, au kiti cha hukumu ya Mungu,
ili ipate kuhukumiwa kwa haki ya Mungu. Tutaenda kusoma kitabu cha Yohana tuone vile gisi nafsi yako inaweza ikawa heri na inaweza ikazaa matunda mema na inaweza ikaishi unapompokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, au unapoyaishi mapenzi ya Mungu, kwa sababu kuna wengine ndio wameshampokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, lakini hawayaishi mapenzi ya Mungu, wanaishi maisha ya upotovu. Ni vizuri siku ya leo kubadilika. Tutasoma kitabu cha Yohana sura ya 15. Kitabu cha Yohana sura ya 15. Haleluya. Kitabu cha Yohana sura ya 15 mstari wake wa 4 mpaka mstari wake wa 5, tuone vile jinsi nafsi yako hii ambayo Mungu alipuliza ndani yako ni namna gani inaweza ikaishi, ni namna gani inaweza ikazaa, ni namna gani inaweza ikastawi. Ni kupitia tu uwezo wa Mungu au uwepo wa Mungu maishani mwako. Bila uwepo wa Mungu maishani mwako hauwezi ukaishi, sio tu mwili huu, lakini pia nafsi yako. Na ukifa katika hali ya dhambi, nafsi yako itapotea milele. Haleluya. Anasema hivi, Yohana sura 15 mstari wa 4 hadi wa 5, tunasoma kwa msaada wa Yesu. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Tawi haliwezi likazaa peke yake bila mzabibu, lisipokaa ndani ya mzabibu. Na njoo hivyo gisi siye hatuwezi tukaishi au hatuwezi tukazaa bila kuwa ndani ya Kristo. Usipokuwa ndani ya Kristo, wewe uko ndani ya ukiwa, uko ndani ya giza, unatembea ndani ya giza. Lakini unapompokea Yesu Kristo, nafsi yako inapata kuiona nuru, inapata kuiona njia, inapata kukaa katika uhuru. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Unatoka katika vifungo vya dhambi, vifungo vya mauti, kwa sababu nafsi yako inakuwa na ile msaada, inakuwa na kitu cha kuisaidia kuweza kuishi katika ulimwengu huu. Ukiwa hapa hai au hata ukifa, utapata tu kuishi. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Anasema kwamba mimi ni mzabibu nanyi ni matawi, akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamuwezi kufanya neno lolote. Mwanadamu asipokuwa na Mungu hawezi akafanya neno lolote. Neno lolote haliwezekani bila uwezo wa Mungu, bila uwepo wa Mungu maishani mwako. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Unapaswa kuwa na Mungu maishani mwako, unapaswa kuwa na Yesu maishani mwako, ili uweze kufanya mapenzi ya Mungu, ili uweze kushinda dhambi, ili uweze kuboresha karama yako, ikiwa ni karama ya uombaji, ya uimbaji na zile huduma kwa wachungaji, walimu na kadhalika. Hivyo vyote utapata kuvitenda bora au vikazaa sana unapokuwa ndani ya Kristo na Kristo anakaa ndani yako. Na ndio kwa maana Paulo akasema kwamba sio mimi tena ninayeishi, bali Kristo ndiye anayeishi ndani yangu. Na pia tunapata kuyaona matendo ya Paulo jinsi yalivyokuwa kwa ukubwa sana, matendo ya wamitume yalivyokuwa kwa ukubwa sana. Ni kwa sababu walimwacha Kristo akae ndani yao na wao wakakaa ndani ya Kristo. Na ili ukae ndani ya Kristo ni lazima uwe safi, na ili Kristo akae ndani yako ni lazima uwe safi. Kristo hawezi akakaa ndani yako kama wewe hauko safi, na wewe hauwezi ukapata kufunguliwa mlango kwa Kristo ili ukae ndani yake kama hauko safi. Unaweza ukaenda ukanisa lakini hauko ndani ya Kristo, wala Kristo haiko ndani yako. Na unapokufa bila hauko ndani, yani unapokufa nje ya Kristo, hauwezi ukaurithi uzima wa milele. Ndiposa neno la Mungu linasema kuwa atawaambia, ondokeni kwangu nyinyi mtendao maovu, kwa sababu sikukuwa na wajua. Lakini watamwambia kwamba walikuwa waimbaji, walitoa pepo, walikuwa manabii, walikuwa wachungaji. Lakini Kristo atawaambia kwamba ondokeni kwangu nyinyi watenda maovu, sikuwajua wala sikuwahi kuwajua. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu hawakutaka kukua ndani ya Kristo, na wala wao hawakusafisha mioyo yao au hawakuweza kutengeneza nafsi zao ili Kristo akae ndani yao. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Na neno la Mungu linasema kwamba tusijisifu au kufurahia kwa sababu pepo
wachafu wametutii. Sana sana tufurahie kama majina yetu yanaandikwa katika kitabu cha uzima wa milele, kile kitabu kitakachofunuliwa na mwana kondoo peke yake, yaani na Kristo peke yake. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ni muda mzuri wa kutaka kukaa ndani ya Kristo ambaye ni mzabibu wa kweli, ili wewe kama tawi uweze kuzaa zaidi. Roho yako kwanza itapata kuwa salama, lakini pia na vile vitu ambavyo Kristo alivyoweka ndani yako, zile huduma ambazo Kristo aliziweka ndani yako, ile karama ambayo Kristo aliweka ndani yako itapata kuzaa na kuongezeka. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ni muda mzuri wa kubadilika ili kumpatia Yesu Kristo maisha yako kikamilifu. Kama ulikuwa ndani ya kanisa, badilika, badilisha mwenendo wako, umupatie Yesu Kristo nafasi ndani ya moyo wako, akae ndani yako, uweze kushinda mwili, uweze kushinda ulimwengu, uweze kushinda dhambi, uweze kushinda tabia ambaye zinazokulemea. Lakini pia kama ni mtu ambaye haujaokoka, haujawahi kumpatia Yesu Kristo maisha yako, haujawahi kumkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ni muda mzuri sasa hivi, leo sasa hivi ni muda mzuri kuchukua hatua ya kumpokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ukabadilika, ukaanza kuishi maisha matakatifu na ukamwacha Kristo kukaa ndani yako, na wewe ukatafuta kwa bidii kukaa ndani ya Kristo, kwa sababu neno la Mungu linasema mtakuwa watakatifu kwa sababu mimi Mungu wenu ni mtakatifu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hivi vitabu vya Musa, miongoni mwa vitabu 5 vya Musa, Biblia inasema kwamba Mungu akamwambia waambie wana wa Israeli kwamba watakuwa watakatifu kwa sababu mimi Mungu wao ni mtakatifu. Wao watakuwa watu wangu na mimi nitakuwa Mungu wao. Mungu anatupenda sisi sote. Mungu anapenda kila mwanadamu, na Mungu anataka kila mwanadamu aone uzima milele, na nafsi yako inamhitaji Kristo kuliko kitu chochote. Tutapata kuona hilo kitu, tutapata kuona hiyo jambo, gisi nafsi yako inamhitaji Kristo kuliko kitu chochote. Nafsi ya mwanadamu ina belong kwa Yesu tu, kwa sababu ni yeye ndio alitia ndani yako. Hapa neno la Mungu linasema alipuliza pumzi ya uhai. Alipopuliza pumzi ndani yako, mwanadamu akapata kuwa nafsi hai. Sasa kwa hivyo hiyo nafsi ni lazima imtafute mwenye nayo, na yeye mwenye aliitia ndani yako ni lazima aitake kwako, kwa sababu aliiwekeza kwako. Na hiyo nafsi inataka ikuwe karibu na Kristo. Mwili wako ni dhaifu, mwili wako unakuongoza kutenda maovu na dhambi, lakini nafsi yako inataka kuwa ndani ya Kristo, na njoo ile yenye namtumana kama mwanadamu anakuwa na ile dhamiri, anapofanya dhambi, anapofanya makosa, anajisikia vibaya ndani yake, anasikia uchungu, anasema ni kweli nilifanya hivi, lakini si kitu kizuri. Lakini mwili wake, kwa sababu anaogopa macho ya wanadamu, anajisikia kufarijika, acha tu nionekane mjanja, acha tu nifanye kuonekana mjanja. Lakini ndani ya moyo wake anajua kabisa anakosa amani. Ile nafsi yako inakosa amani kwa sababu inatokana na Mungu. Huu mwili uko connected na udongo kwa sababu ilitoka kwa udongo na itarudi huko huko. Inataka mambo ya dunia, inataka mambo ya mwili, inataka mambo tu ya anasa, vitu vyenye viko hapo nje. Lakini nafsi yako haitokani na dunia hii. Nafsi ya mwanadamu haitokani na ulimwengu. Nafsi ya mwanadamu inatokana na pumzi ya Mungu. Sasa Mungu alipuliza pumzi ndani yako, na njoo nawe ukafanyika kuwa nafsi hai. Hauwezi ukawa nafsi hai kama Mungu hajapuliza pumzi ndani yako. Na hiyo nafsi yako inamhitaji sana Kristo ili kuzaa na kuongezeka, ili kukuwa na nguvu, ili kuushinda ulimwengu. Inamhitaji sana Kristo karibu, inamhitaji sana Kristo akuwe ndani yake, na wewe ukuwe ndani ya Kristo, ili nafsi yako iongezeke, ili nafsi yako iweze kushinda shetani, ili nafsi yako iweze kushinda na kustahimili majaribu yote. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa sababu neno la Mungu nasema roho ni radhi, lakini mwili ni dhaifu sana. Na shetani hayachoka kumkimbiza mwanadamu au kumkimbiza Mkristo arudie nyuma. Na Yesu mwenyewe alimpeleka pale kwa majaribu, akaanza kumwambia geuza au mkate ijue iwe mkate, akampeleka majaribu tofauti tofauti.
Na njoo hivyo gisi shetani anakimbizana na wewe, anakimbizana na Mkristo, anakimbizana hata na moyo uliokoka, anataka akudidimize katika hali ya dhambi, ili nafsi yako ipotee, isiwezi kumuona mfalme wa wafalme, au isiwezi kumuona ambaye aliiweka ndani yako. Na utahukumiwa unapoipoteza nafsi yako, utahukumiwa unapopoteza nafsi yako. Mungu atakuuliza wapi nafsi yako ulipeleka, kwa sababu nafsi yako inapaswa kukua kwa Mungu, inapaswa ikue ndani ya Kristo na yeye Kristo akae ndani yako. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa kumalizia, tutasoma kitabu cha Luka tuone vile jinsi nafsi yako inamuhitaji Kristo. Nafsi yako inamuhitaji Kristo. Mwili wako kwanza unapaswa kubadilika, matendo yako yanapaswa kubadilika, nia yako inapaswa kubadilishwa, ifanywe kuwa upya ndani ya Kristo, ili Kristo akae ndani yako na wewe ukae ndani yake, ili upate kuzaa sana. Kama ni karama ambazo uko nazo, utaona vile gisi Mungu yani zitaongezeka, kwa sababu anasema yule akae ndani yangu atazaa sana. Paulo naye alikuwa miongoni mwa walimu, sijui makuhani hapo, kabla hajampokea Yesu, alitangaza Injili, alikuwa anafundisha masinagogi zao, lakini alipompokea Yesu akaongezeka zaidi na zaidi na zaidi, hata akakuwa tayari hata kuuawa, yani hata wamuue ni sawa tu, ili alitangaza neno la Mungu. Na akasema kwamba anautesa mwili wake ili amtumikie tu Mungu, ili asije akaukosa uzima wa milele. Aliitika mateso yote asije akaukosa uzima wa milele, kwa sababu nafsi yake ilikuwa inamtamani sana ule ambaye aliyeweka ndani yake. Na wewe na mimi ni lazima tutamani sana Kristo awe ndani yetu, na sisi tutafute sana kwa bidii kuwa ndani ya Kristo, katika hali ya maombi, katika hali ya kutenda sheria zake, kutii amri zake. Kwa hiyo njia ya kutakasa miili yetu na roho zetu, Kristo atakubali kukaa ndani yetu, na kwa hiyo namna atatukaribisha na sisi kukaa ndani yake. Lakini tuone jinsi roho yako au nafsi yako inavyomhitaji Mungu zaidi kuliko hata jinsi wewe unavyozani. Mwimbaji mmoja akasema kwamba kila mara niko mbele zako, nataka nikusikie ndani yangu, nataka nikusikie tena, nikusikie tena, nikusikie tena, nikusikie tena. Yani tamani sana ukuwa namsikia Mungu ndani yako, tamani sana kusikia uwepo wa Mungu katika maisha yako, katika yani ratiba zako zote, vitu vyako vyote, utamani sana kumsikia Mungu. Kitu gani kenye anafurahia kwako na kitu gani kenye afurahi kwako. Tamani sana kukuwa nataka kusikia kenye Mungu anataka kwako na kenye Mungu hataki kwako. Tutasoma kitabu cha Luka sura ya 16 mstari wake huu wa 19, tunaweza tukaishia mpaka 24. Itakuwa mrefu kidogo. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Akasema, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi, na kula siku zote kwa anasa. Na maskini mmoja jina lake Lazaro huwekwa mlangoni pake, ana vidonda vingi, naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Hata mbwa wakaja wakamramba vidonda vyake. Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Basi kule kuzimu aliyainua macho yake alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ni ile stori ya yule tajiri na Lazaro, nadhani wengi wanaijua. Hapa sasa 24 hapa ndio napenda sana tusome zaidi. Yule tajiri akalia akasema, baba Ibrahim, nihurumie, umtume Lazaro achovye chaa ya kidole chake majini, auburudishe ulimi wangu, kwa sababu ninateswa katika moto huu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Hapa ndipo nafsi yako inapomhitaji Kristo. Nafsi yako inamhitaji Kristo kuliko jinsi wewe unazania.
Huyo hapa tu ni Lazaro mwenye huyo tajiri alisema ngoja achovye ncha ya maji ya kidole chake majini auburudishe ulimi wangu, kwa sababu ninateswa katika moto huu. Nafsi yako haitaweza kustahimili mateso, na nafsi yako inapopotea basi napotea, kwa sababu neno la Mungu linasema baada ya kifo ni hukumu. Akasema Ibrahimu hapa chini alimwambia kwamba ulikula raha huko ukatenda ukaishi maisha ya anasa, sasa unaishi nafsi yako ikapotea, sasa hivi uko mateso. Lakini Lazaro ndio aliteseka ulimwengu, mwili huu ambao ni udongo uliteseka, lakini nafsi yake ilikuwa hai na nafsi yake ikaendelea kuwa hai. Lakini huyu tajiri nafsi yake ilikuwa imekufa tokea ulimwengu, kwa sababu yeye alikuwa hana Kristo ndani ya maisha yake, alikuwa hana Mungu ndani ya maisha yake, na alipokufa ni mara moja kuzimu katika yale mateso. Haijalishi uko ndani ya kanisa, haijalishi hauko ndani ya kanisa, ujue kama haujampokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ni athara kwa nafsi yako, na nafsi yako haiwezi kastahimili ghadhabu ya Mungu, haiwezi kastahimili mateso yaliyoandaliwa kwa watenda dhambi. Kwa hivyo ni muda mzuri wa kubadilika, ni muda mzuri wa kuacha maisha ya dhambi, ni muda mzuri ya kuacha maisha ya hasira, maisha ya kisirani, maisha yani maisha yoyote ya kila namna ya uchafu, anasa, kuishi maisha ya kidunia, yani kusikiliza manyimbo za kidunia zenye zinakujaza tu roho ya kiburi na roho ya uzinzi ndani yako. Hizi nyimbo nyingi za kidunia ndio watu mingi wanazipenda, wanacheza, wanafurahi, lakini muko ndani roho chafu, roho ya kiburi, roho ya uzinzi. Hata na hizo mavideo za mingi za kidunia ni roho ya uzinzi. Sijua wako natangaza na mtu anaangalia pale, wanaume wanatamani, wanamke wanatamani, na katika kutamani, mtu akishatamani anafanya tayari dhambi. Kwa hivyo mwisho wa siku nafsi yako inachafuka. Mwili wako ndio uliburudika ukacheka, lakini nafsi yako wewe inachafuka, na nafsi iliyochafu haitaurithi uzima wa milele. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ni muda mzuri wa kubadilika, ni muda mzuri wa kuacha dhambi, ni muda mzuri wa kuacha dhambi, kwa sababu neno la Mungu nasema mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, kwa sababu patakuwa siku yenye mwanadamu atatafuta Mungu na hatampata. Pako wakati yenye mwanadamu, pako wengine watu wanasemaka labda nitatubu sana, naona naanza kukaribia maisha ya uzee, au nitatubu sana, naona labda magonjwa yananilemea, acha nianze kutengeneza na watu, acha nianze kutubu na kukiri madhambi zangu zote, niite bapastere waniombee, njoo nikikufa niende mbinguni. Sio kila mtu anapataka hiyo nafasi. Pako wengine wako hai, lakini ulimi wao unafungiwa, hawezi wakaongea. Utamwona tu hivyo mtu iko hai hapo na uzima na afya, lakini ulimi wake hawezi akaongea kitu chochote. Bwana Yesu Kristo aturehemu sana. Ni muda mzuri wa kutengeneza na Mungu, ni muda mzuri wa kukaa ndani ya Kristo, ni muda mzuri wa Kristo kukaa ndani yako. Haijalishi ukingaliki kijana, haijalishi uko mzee, haijalishi uko na afya njema, haijalishi uko na afya ya aina gani. Pako watu wenye walikuwa na afya njema lakini sasa hivi ni marehemu. Wengine walifanya maaksida, walikuwa wanapanga tu kusafiri hapo kidogo, labda siku 2-3 warudie, lakini hawakuweza hata kufika na kwenye walikuwa wanaenda. Na wengine labda walifika hawakuweza kurudia kwenye walikuwa wanatoka. Wengine tu walitoka hapo mnyumba, wengine walilala mumanyumba, nyumba zikalungula nao wakakufia hapo. Wengine tetemeko la ardhi lilifanyika mwinchi yao au kwenye yenye walikuwa naishi, wakakufia umo bila kutengeneza, bila kutubu. Ni muda mzuri sana Mungu anakupatia nafasi ya kuishi na kutengeneza, ukatengeneza. Haleluya. Ni muda mzuri kwako dada, ni muda mzuri kwako ndugu wa kutengeneza maisha yako. Acha dhambi uweze kumtafuta Yesu Kristo kwa bidii. Omba sana, tubu dhambi, mtafute Yesu Kristo kwa maombi kila siku. Ikiwa kuna dhambi yenye nakulemea, mulilie Mungu, msie Mungu ni rehemu hii dhambi, na kubali, nakiri kuwa mimi ni mkosaji katika haya matendo. Ninaomba msaada wa kushinda hii dhambi. Ninaomba msaada wa kushinda hii roho chafu yenye kunisukuma kwa kutenda haya maovu. Kwa maana kila nafsi
itendayo maovu itahukumiwa. Hakuna kitu kingine nyuma ya hapo. Mtu yeyote mwenye anafanya maovu atahukumiwa. Ajalisha hata babako ni pasteri au ndugu yako ni mwombaji au ni nini, hakuna. Kila mtu atasimama peke yake mbele za Mungu. Hakuna mtu mwenye atasimama mbele yako kukutetea. Tena mbele za Mungu ni haki kweli kweli. Hakuna cha rushwa, hakuna kiturire, hakuna chochote kenye kitakusaidia upate kibali mbele za Mungu. Hakuna mtu yoyote mwenye atasimama pale aliye asilie mwenye atakusaidia kupata kibali mbele za Mungu. Ni matendo yako na wakati Kristo anapoishi ndani yako. Usiwe kama huyu tajiri ambaye alijisahau kupitiliza, akakia shtukia anaanza kuhitaji msaada shaka kuzimu, mpaka kaanza kusema ati bamtumane Lazaro ku familia yake aende kuhubiri juu watu wa familia yake waokoke, wasijikutanishe nabo mazingira yenye yeye alijikutanisha kule. Ibrahimu akamwambia kule duniani pakingaliki manabii, pakingaliki Musa, pakingaliki Elia, pakingaliki watumishi wa mingi wa Mungu kule wenye wako nahubiri neno la Mungu. Kama watawasikiliza wale, hata huyu Lazaro atoke katika wafu aende kuwahubiri, waweza wakasikiliza. Kwa hivyo ni muda mzuri unapolisikia neno la Mungu, chukua hatua ya kubadilika. Chukua hatua ya kubadilika. Chukua hatua ya kubadilika. Tengeneza na Mungu wako ili uanze maisha mapya ndani ya Kristo na Kristo awe ndani yako. Ikiwa uko ndani ya kanisa, ni muda mzuri, au ushampokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ni muda mzuri wa kuendelesha mahusiano mema na Kristo. Lakini ikiwa bado hujaokoka, ni muda mzuri wa kumpokea Yesu Kristo sasa kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ili upate kuishi ndani yake naye apate kuishi ndani yako. Na neno hili litubariki sisi sote. Utakapolisikia, ni muda mzuri kwako kuanza hatua njema pamoja na Bwana wa mabwana ambaye ni muumbaji wako. Bila yeye wewe hauwezi kuwepo, au ungeumbwa. Kilicho ndani yako ni pumzi yake. Kinachokufanya wewe kuishi na kutembea ni pumzi yake. Usisahau hilo. Neno hili litubariki sisi sote. Amen.